Ambonile. Hebu toka mara moja. Shabu. Hivi tulikubaliana nini jana? Mwisho nilikwambia kama mwanamke sitakumwona mgani? Na silikwambia mwisho jana. Hivi nikuulize, hivi wewe unajisaidia ama unasaidiwa? Unasaidiwa ama unajisaidia mwenyewe? Mimi sina uwezo wa kusaidia watu wawili. Nilikwambia kama huyu msichana toka jana sitaki humu ndani awemo. Leo kaka humu ndani au kaumwa, nani atapeleka swali? Nimesema anataka aondoke haraka iwezekanavyo mtoto. Samahani kitu gani? Samahani kitu gani? Tazama uwewe. Nimwambia samahani kwamba yule mwanamke humu ndani mwisho jana na sisi tumemsaidia yeye, sio watu wawili. Mwisho jana nini? Yule mwanamke tunasema atoke humu ndani ya nyumba. Atoke aende wapi? Wewe unataka atoke aende wapi? Nimwambia samahani kwamba yule msichana mimi simtaki humu ndani. Sisi lengo letu tumeamua kumsaidia yeye. Jamani. Sisi tumeamua tumsaidie? Ndio. Sasa kwa nini tusimsaidie yule msichana? Yaani tusaidia watu wawili kwenye nyumba hii? Hata siku moja sio nyumba hii. Tumeamua kumsaidia. Nasemaje sio nyumba hii? Nimetaka yule msichana atoke. Mikataba yake hiyo. Na nimekubali yetu basi. Sasa unataka mpeleke. Nasemaje sitaki kumuona yule mwanamke mwanamke. Unataka mpeleke. Nimesemaje akapeleka kumpeleka sio nyumba hii. Huo utakuwa ni. Baki nimesema sitaki. Nimesema wewe kama unataka kufanya mambo yako afanye, lakini yule hawezi kukaa ndani ya hii nyumba. Na huyu hawezi kumtoa yule msichana. Baki. Hapana. Hapana baki. Nimesema lengo langu mimi nasaidia mtu mmoja tu. Nisikilize bro. Kwa hiyo unachokifanya hiko ni unyanyasaji, si ndio? Unyanyasaji. Ni unyanyasaji. Yule akifariki mudani, akipata matatizo kwa sababu nani? Sasa hayo ni mambo ya Mungu. Hayo ni mambo ya Mungu. Sio kwa nyumba hii. Na huyu hawezi kumtoa yule msichana. Kwa nini utunyanyase? Kwa nini umnyanyase? Nani mwenye nyumba hii? Wewe. Nani mwenye nyumba hii? Nimesema atoke kama hawezi kutoka. Samahani kitu gani? Wewe unampigia magoti ya nini? Unampigia magoti ya nini? Unampigia magoti ya nini? Tunyanyase kwa sababu hii nyumba yake. Baki. Sisi tumeamua kukusaidia na wewe msichana vipi tutamsaidia. Nimesema wala siwezekana tokeni wote huko ndani. Lakini nimesema kwamba yule mwanamke sitaki kumuona. Lakini usitunyanyase kwa sababu hiki kijumba. Wewe unataka mpeleke wapi? Hebu niambie mpeleke wapi? Nimesema atoke huko ndani. Huo ni unyanyasaji. Ndio. Endelea na maamuzi yako. Mimi naenda kazini. Nitaendelea kukusaidia, nitakusaidia. Kama hataki kukusaidia basi. Nasemaje? Wallahi na mamangu aliyefariki yule mwanamke lazima atoke huko ndani. Wewe kama unakwenda nenda na wewe naomba mwanamke atoke. Nimeshasema atoke. Basi nilo atoke. Alo kama msaidie kwa nyumba nyingine sio nyumba hii. Kokote. Wewe nenda. Nenda bwana. Wewe nenda. Wewe usitaki kutunyanyasa na nyumba yako. Kumbe na wewe bwana sana mdogo wangu wewe. Kumbe bwana sana wewe. Nimesema wewe. Nimeomba mtoe mtu. Nimesema mtoe. Toka. Subiri. Wewe subiri wasiako. Ambonile. Nakumbuka unafahamu tulikuita hapa nyumbani uone mchumba ambaye tumekuchagulia sisi. Baada ya kuona wewe tayari umeshakamilika. Na tukakupa maagizo, uruhusiwi kufanya chochote kuhusiana na mchumba huyo mpaka ufunge naye ndoa. Umenielewa? Umefanya kosa, umemtorosha huyo msichana watu kwenda naye mjini. Wazazi wake wamekuja zaidi ya mara 2 hapa kutuulizia. Hatakuwa na jibu la kuwajibu. Umefanya nini mwanetu? Samahani mzee. Mimi nilifanya hivyo ili aende kazoe mazingira ya mjini ili hata pindi nikija kumuoa sijakawa mjini na mazingira. Jamani. Mazingira. Hivi umemwelewa vizuri mwanangu? Kama nilivyomsikia akamuonyesha mazingira mjini. Sijui ni mazingira yapi hayo. Binti. Mazingira gani sasa? Kipi cha ajabu ulichokiona huko? Unaondoka hapa bila kuaga hata wazazi wako. Wazazi wako wanakuja hapa, sisi wanakuja kutusumbua hapa kuhusu wewe. Mabadiliko gani sasa uliwaona huko mjini na hapa? Umeona nini mko mjini cha ajabu hasa? Magorofa. Na nini tena? Magari. Nasikitikieni sana watoto wa siku hizi. Baba Ambonile. Pana ndoa kweli hapa? Ambonile.
una mpango gani wa ndoa yenu wewe na huyu? Nilikuwa nataka kwanza nirudi mjini nikajipange, alafu nikirudi ndo mipango ndio itafuata. Toba. Jamani, uende kwanza ukajipange mwanangu. Kumbe kama ulilijua hilo, kwa nini baba usijipange kwanza? Ukirudi ukiamua kufanya lako, kama ndio ndoa, ukiondoka unaondoka na mke wako Ramstarehe. Leo umemchukua mtoto wa watu endelee mpaka mjini huko ukamchafua, umemharibu mtoto wa watu. Hapo alipo pengine pia sasa hivi mjamzito huyu. Pengine mjamzito. Leo nataka kuja kutuletea mzigo hapa. Mimi lo silelei baba Mbonile. Hao waondoke tuarudi huko. Mimi nasema hivi, wewe na huyo msichana hakuna kwenda kokote, mnabaki hapa. Mimi na mama yenu tutafanya mpango kwenda nyumbani kwake au tukafanya mipango ya ndoa. Hakuna jingine. Mmeshatutia aibu. Kwanza desturi na mila yetu mmeshaivunja. Sura hizi tutaziweka wapi hapa kijijini kwa kuvunja mila yetu? Kwanza unasema nani aondoke huko? Mimi mama Mbonile, kama mama Mbonile, kimguu changu hiki nikitoa hapa niende kwa mama Ahmed, sisubutu. Wewe mwenzangu ulokosa mshipa aibu, chukua mwanao nendeni. Mimi sitii sura yangu maskini. Mimi nitakwenda. Mbonile, na kusisitiza sitaki kusikia lolote kuhusiana na huyo mpaka ufunge naye ndoa. Nazungumza mimi. Kama mimi ni mzazi wako na huyu ni mzazi wako. Vinginevyo utatafuta baba na mama mwingine, sio sisi. Sawa mzee, nimekuelewa. Samahani, nilikuwa naomba nikaongee na huyu mwenzangu alafu baadaye utakuja kuongea. Sawa. Nenda kaongee naye. Lakini msimamo wetu sisi ni huu. Hakuna mwingine. Mtu siku hizi kwa haraka. Ndio naona kama anachelewa. Vijuso vyao sasa. Vimewaparama watoto siku hizi. Ondoka hapa, vinywele vilikuwa vimekusanyana kama mkutano wa nje. Sasa nywele ndio kama vile baba Mbonile. Akija kweli akirudi kijijini ataweza kulima tena hivi. Wapenda nao. Mmelikologa mtalio. Shangazi, yaani mimi nitegemea kwamba wote watutetea rafiki yangu. Jinda mitetea. Mlipoenda kupanda mali kwa mjini. Sasa ile sasa mnaona sasa. Mtajiju. Hiki ndio kijiji hiki. Na wewe binti wewe, jiangalie. Kumbe uko jana. Sasa ningemwaga na. Wewe unakutegemea mimi ningemwaga nani sasa? Wewe ukitoa taarifa inatosha. Babangu mimi ni mkali, mama yangu. Wewe kile ndio ungenielewa. Sasa ushauri kufanya nini? Watu twende tukaombe msamaha, ndio kilichobaki sasa fanya. Twende tukaombe msamaha. Hivyo nafikiri msamaha unaomba hivi vitu watakubali hivi vitu. Sasa nafikiri tutakimbia na kitu kishatokea. Wewe twende tukaombe, sababu ni wazazi basi watatusamehe. Wakitutoa speed. Basi. Na ulikubalije ngakubeba hivi hivi bila kunaona? Kwa hiyo ninakupenda. Zawadi yangu. Usahau na? Simeidi. Zawadi fumba macho. Utaniibia bure. Wewe fumba macho. Unataka zawadi, fumba macho. Ugeukia fumba macho.
Hivi tunaota au ni kweli jamani? Mimi siamini. Hapana. Watu wawili wanakufa mbele ya macho yetu. Na hili tukio ni kubwa kweli hapa kijijini. Nashindwa kuelewa. Tatizo ni nini jamani? Mwenyekiti, wenzangu mlichunguze vizuri. Wenzangu mliowahi mmegundua nini? Mwenyekiti, kama tulivyokueleza, sisi tumekuta mtu ameshafariki. Hatujui lolote kilichotokea. Sasa naombeni kitu kimoja. Turudi kule kwa mimi siendi.
Vipi msala shamba? Hapana, mimi shamba kwa kweli hata siendi. Wifi. Sio shida kuwaje kule mahindi asitaliwa na ngedere. Sikatai, mimi mwenyewe pia panja inaniuma, lakini kwenda shamba siwezi, naogopa. Sina raha hapa hata kidogo. Shamba siendi wifi. Wote tukufanja hapa sema kao. Kama mwanangu kuogopi nenda, lakini mimi siendi. Walipo kama na mpango nimsubiri kakako anipe nauli hata sasa hivi niende kwetu. Hata kijiji tena kishaanza kunishinda hiki. Mwaka wetu sasa kwa kijiji. Kijiji kinanuka. Kijiji kinatisha wifi. Kijiji chenu siko tutaka mambo hata hamna. Basi tukang'oa miogo hivi tuchemshe. Mimi sendi shamba, kwani tatizo ukwenda kung'oa miogo? Sendi shamba, yani nakuogopa kweli kweli. Hapa nilipo pia raha sina. Nahisi pengine kama sio sasa hivi, pengine baadaye kidogo. Hivi hata mimi pia naogopa. Lakini sasa basi tukachimba hata miogo miwili mitatu. Nenda. Nenda, mimi ukija niko razi unipe hata nipike, niko razi. Wewe na shamba nenda. Mimi nachogopa hicho kiti. Kiti. Sasa nanyi kijiji chenu na kiti kiko kwenye kijiji chenu. Pengine nyinyi mtavimudu, mimi sisubu. Utaniua. Afu mimi naona kama nina njama sasa katika kijiji hiki nilichokuelea mgeni. Sasa wewe unaogopa nimekutania je ukiona kweli? Leo TikTok hapa naona mavi mkojo watu hapo. Mchezani. Mzangu nikapa pesa zangu Tanga hawajajua. Wataka kuniambia huko kwenu wakati ndio kunasifika kwa uchawi Tanga. Ilikuwa zamani, lakini sasa hivi mambo hayo hamna. Zamani kwa sikataa. Hata Tanga alikuwa ukipiga linaongea, lakini sasa hivi mambo hayo hamna kabisa. Ila nashangaa huko kwenu safari. Sasa mnataka kunichukua ndondocha mtoto watu. Ndio tumeiga Tanga. Tumeiga Tanga tumealeta hapa. Lakini mwenzangu kusema ukweli hiki kitu kinatisha. Mwenyekiti, tayari matatizo yashafika kijijini kwetu. Misiba hii iliyotokea leo hii, sio tutazika vipi? Sasa inabidi tukae wote kwa pamoja tujadiliane kwa kina. Sababu balaa lishakuwa kubwa. Wewe mwenyewe umeshuhudia ndani ya muda mchache matukio kibao tumeshuhudia na tumepewa taarifa. Sasa sisi tunafanyaje ndugu yangu? Ndio maana mimi nikaona mwenyekiti wangu tujadiliane swala hili, tutazikaje? Sawa. Lakini sasa ni ili kuitisha kikao cha wanakijiji wote. Sawa? Ili yue ni nini tunafanya, kwa sababu sasa hivi lishakuwa janga la kijiji, sio la mtu mmoja. Sawa. Inabidi balaa hilo, balaa hilo. Jadi. Barakatu. Tatizo nini? Kaka amekufa kula.
nimeshakwambia hili swala itabidi tuitishe kikao tu ndio tupate ufumbuzi. Umeelewa ndugu yangu? Nimekuelewa kazi hii. Sisi wote sasa hivi tuko katika hilo janga. Halijakuta kila mtu amemkuta. Na ndio tuko tunajadili hapa. Mwenyekiti. Mimi naona kilichomtoa huko huyu kisije kitotupata tena na sisi hapa. Tumeshasema kwamba tuitishe kikao tujadili hili swala. Tuzidi kuchelewa. Sasa sikiliza. Tutakuwa na kikao cha pamoja tujadili ni jinsi gani ya kufanya. Lakini tuseme hapa sasa hivi hapa kijijini pamechafuka. Tena pabaya mno. Sawa ndugu yangu. Ni kiasi cha kuvumilia tuangalie nini tunafanya hapa kijijini. Lakini kusema uanze kulia tutakosa hata la kufanya ndugu yangu. Tutashinda jinsi ya kufanya chochote. Sawa ndugu yangu. Hali imeshakuwa mbaya. Ndugu yangu. Vai. Ndugu zangu, nadhani matukio ya kushangaza hapa kijijini yameshajionyesha kwa wingi. Sawa? Ndio. Na tumekutana kwa ajili ya kujadili ni jinsi gani tutaweza kuzika hizo maiti kwa sababu hali imeshakuwa mbaya hapa kijijini. Sawa, kweli kabisa. Sasa ninahitaji mawazo kutoka kwenu. Tutawazikaje wala watu kwa sababu maiti ni nyingi. Sawa. Hilo swala ni gumu sana. Na hili tukio limetushtukiza. Hatujajiandaa kwa lolote hili. Sasa sijui mtanisaidiaje kuhusu hizi maiti hapa kijijini. Maana kijiji kitanuka hichi. Sawa, nanitegemea mimi lakini katika swala la kuzika ni wote kwa pamoja. Mimi nikisema niwaachie nyinyi kwa sababu kuna watu hapa wana ndugu zao watatu wawili, tutazika vipi? Ndio maana nikasema sisi wote kwa pamoja tushirikiane, tuangalie ni jinsi gani tutafanya hili swala tukalifanikisha ili kijiji chetu kiendelee kuwa kijiji cha amani. Mwenyekiti, unajua hili swala ni kubwa sana na sisi kama unavyolichukulia wewe tofauti. Ushaelewa? Lakini kama tutaamua kufanya hii issue tutaifanya tu. Ndio. Tutafanyaje? Sawa. Sasa tutafanyaje? Mimi naona tufanye kitu kimoja kwa sababu ni mazishi ya pamoja yatakuwa mazuri sana. Tukachimbe kaburi moja. Tuwaingize wote kwa pamoja, tukizika tumemaliza. Kama tuzike mmoja mmoja, kilichowapata kitatufika. Kwenye wengi hapa haribiki kitu, si ndio? Kwa hiyo uamuzi wa ndugu yetu tuchukue, vijana sasa hivi tukatafute sehemu ichimbwe. Sawa? Wenzetu mjini wanajengaga na minara, lakini sisi huku sisi kumbukumbu nini? Sisi tutajua tutafanya nini hapo baadaye. Sawa jamani? Na ukiangalia tatizo lenyewe limeanza leo tu. Hii kwani mwenyekiti ndio. Ndani ya masaa machache ya tuliokuepo hapa tayari maiti zishazagaa hapa. Ndio. Sawa. Ndio. Je, ikishafika siku 3 siku 4 atabakia nani hapa? Nani atakayemzika mwenzie? Kitu sasa. Tutanuka maiti kote kijiji kizima.
Kaa chini. Ndugu zangu. Sasa. Jamani, naona matukio yanazidi kuongezeka. Sana mwenyekiti, sana. Sawa. Bali mwenyekiti. Kwa hiyo tutaahirisha kikao mpaka tutakapofanya taratibu zingine, tutaitana. Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa katika hali hii kama tulivyo. Tutaondoka tukiwa hivi. Sawa. Shughuli zote tutazifanya tukiwa hivi, sawa? Sawa mwenyekiti. Kama nyoka. Kota twende chooni hatuli. Jamani, chooni tutaenda tukiwa kama hivi tunavyokwenda. Ili kujikinga jamani. Kupata ugonjwa mapema. Mimi sina njia yoyote ya kufanya ili tukatembea kama kawaida, lakini nimeona kwa dakika chache iliyotokea kwamba hivi kulala ni suluhisho. Sawa Jamani. Haya, tuelini jamani. Ndugu mwenyekiti. Huku ni huku. Usifanye kama pumbavu bwana, tunatambaa sio watoto. Sio watoto. Sio watoto. Kama kitu kinizuri kwa sasa. Si Tutamfunga nane au kwa jitu? Tutamfunga nane, si mtaona. Au kwa jitu umeona tumekufunga jana magoli 6. Yaani leo lazima nilipize kisasi. Yaani leo. Haya si ndo maneno yako tushakizoea. Haya sasa mtaona. Yaani leo ni kuwafunga pia. Ngocha. Njoo tucheze karata hapa. Ndo maana yake, njoo baba. Bwana fresh. Vipi? Afadhali mgonjwa umekuja utusaidie. Kaa hapo tucheze wawili. Kuna nani weza hapa? Kwa maneno yako kila. Kaa chini bwana. Nani weza hapa? Hapo tena mara masiara bana.
Dada, unalia nini? Nyamaza. Wewe ni matatizo haya. Sasa unanikaribia nini kaka? Matatizo kama unafikiri unaweza kuvumilia kweli? Unafikiri matatizo kama yataisha lini? Sasa kulia ndo dawa. Yaani inabidi mkae mjue vizuri. Pengine kuna miko nyinyi mshavunja katika kijiji chenu hiki. Usilie, la msingi tujadili vipi hili tatizo. Na kama ujadili wewe na ndugu yako, mimi nitafutia nauli tu niondoke zangu kwetu. Wifi, usiseme hivyo. Kuna matatizo yametukuta sisi wote. Sasa urudi Tanga kukupa hiyo nauli. Utapita wapi? Utasimama vipi? Utatambaa kama nyoka kama hivi mpaka Tanga? Utatambaa hivyo nitapata watu wanisaidia. Nyasi mna miko gani katika kijiji chenu kimshaharibu? Wifi, usiseme hivyo, matatizo kila sehemu yanakuwepo. Namna gani? Wewe mmegaragara kwa mchanga hivi. Shemeji. Shemeji, lala chini. Tafadhali lala chini shemeji. Kuna nini tena shemeji? Kaka lala chini. Lala chini kaka kiti. Lala chini. Lala chini. Lala chini kaka. Shemeji. Lala chini. Tafadhali lala chini shemeji. Tafadhali shemeji lala chini. Hapa kijijini vipi? Lala chini kaka kiti. Sasa nipi basi nikalie hicho kiti? Lala chini kaka. Shemeji tafadhali lala chini. Uliza maswali yako ukiwa chini hapo. Lala chini. Ndio mmekuwa hivyo siku hizi ndugu zangu jamani kweli. Shemeji. Hata kunipokea hamtaki, mmegaragara chini hapo. Ambonele mwanangu. Leta mjomba wako kiti. Tafadhali basi. Unajua lala utaki unataka. Kama hivi siwezi bwana. Tumezoea huko ofisini kwetu huko. Shemeji. Hapana. Hayo mazoea kwenu tafadhali. Lakini shangazi. Ambonile, hiyo ndio adabu ya kijijini siku hizi. Shemeji,
Acha tu mjomba. Maajabu gani mnafanya? Yalotukuta ni makubwa mjomba. Shauri. Habari gani? Afadhali ungesimama ungeniamsikia ukanishuhudia mjomba, siku nyingi hatujaonana. Hapa tutaweza kusimama hapo. Makubwa. Sasa nini bwana hapa kuweka kusimama hatakiwi? Jamani. Jamani. Kazi. Ameda, nishachoka rafiki yangu. Hali mpaka lini? Leo ni sindi mimi. Sasa inabidi tuondoke turudi mjini. Ha? Ile ndio umeona Sasa ina maana wewe umeridhika na hii hali? Sio kama nimeridhika. Hivyo unafikia hapa tutaondokaje hadi huko mjini? Hapo stendi kwenye tutafikaje? Tutatambaa, tutachubuka. Bora iwe hivyo kuliko hizo tabu tunazozipata za kila siku. Siku moja tunapata tabu hizo, tukifika mjini mambo yote yanaendelea kuwa mazuri. Wewe unaona yani mimi nimechoka. Umeona tuvotafuka kila siku kama vinyago. Ina maana unipende? Hiyo swali lingine. Hapa tunaongea kuhusu kuacha wazazi wangu na mimi siwezi nikaondoka. Cha muhimu tu tukae tuone matatizo yatakapoisha ndo tutaondoka. Sasa tutatembea tunaondokaje huku tunatambaa? Mimi siendi bwana. Hivi hata watu wa huko nje wakituona wewe angalia. Umeona hali hii? Au uone hii unaridhika kila siku. Sasa matatizo yaishe ndo tuondoke tuke tumeoga tunatembea. Lakini hivi tutembea hadi stendi hapo tunagaragara. Ameda, matatizo yaishe wakati watu ndo wanazidi kuisha. Mimi siendi. Wewe nenda chukua wazazi wako nenda, lakini siendi. Na siwezi nikaacha wazazi wangu. Sikiliza. Mimi nimesikia tamati, mwisho. Ninachokifanya sasa hivi naenda kuongea nao. Wakitaka tutakwenda, wasipotaka nitakwenda. Hilo ndo mwisho. Pamoja na wazazi wangu.
Jamani ndugu zangu. Hivi yali mwisho lini? Ndio hapo naposhangaa mimi ndugu yangu. Hii hali ya kutambaa kama nyoka sisi mwisho lini? Ndio naposhangaa. Sasa ni kama itakuwa na mwisho. Sasa mwenyekiti mwenyewe kashinda. Sasa tutafuteni njia mbadala. Njia gani mbadala ndugu yangu? Fanyeni njia yote lakini kijiji kituame. Tuame? Twendeni kokota kini hapa tuame Sagaa, tutakufa. Sikiza Damasa. Hapa sasa hivi atuli atulimi, atwendi chooni na wala atutembei. Kaka, nikumbusha. Leo asubuhi mtu mzima nimejikojolea. Acha wasada bwana. Unataka kwa mimi sijapenda kujikojolea. Nimeogopa kunyanyuka. Hali ndio wewe. Je, kwa mtu mzima sasa kwa bara. Sasa jamani tufanyeje? Sikiliza ngoma ni kitu kile kimoja wazo langu. Kwa hapa kijini tukio nini? Tusikimbie. Bwana kila siku mtakuwa na hala hapa. Sasa tukimbilie wapi? Sagaa. Sikizeni. Tunakimbilia mjini. Sagaa, mjini tutakimbia tukifanya hivi au mjini tutanyanyuka? Nisikilize sasa. Tukitoka hapa ni nduki tu. Licha hivyo Sagaa. Kwa tutafikia wapi kule? Tunapokimbia hapa. Unaelewa? Ungekimbia kwa kuangalia nyuma. Umeelewa vizuri? Hiyo kuna nini? Tunaangalia amani yetu njiani. Na masiara. Tuna masiara yako ya kufa. Sio masiada, maana kama kweli. Sagaa, kile kiti ukisimama kinakunasa. Sawa bwana. Ukikimbia kinakunasa. Sasa sisi tutakimbiaje? Ndio hivyo. Sikilizeni sasa. Tunapokimbia kinakuja tunakaa chini. Unaelewa? Tunapumzika. Unaona kama atakuwa siende. Kaka umeongea. Kwa hiyo naenda. Kaka umeongea. Sio mimi naenda. Mimi yani ndio tunaondoka sasa. Na tukifika mjini kule kwezi moto na kamili. Wewe kule kuna serikali serikali tutawaambia kuwa watakuja. Kaka ndio tunakwenda. Sasa ngoja mimi nianze. Nianze wewe. Nianze wewe. Anza. Nianze mimi? Anza hapo. Jambo mtakie. Anza hapo kimbia. Kumi ndo nianze kufa. Anza sasa ndugu yangu. Basi mnifuate nyuma basi. Haya. Kaka. Anza. Na mimi. Mimi wa mwisho. Mimi ndo mwisho. Mimi wa mwisho kaka. Mimi ndo mwisho sasa. Mimi najua kukimbia kushinda wewe. Mimi nitakupita. Mimi ndo mwisho sasa. Mimi wewe nitakushinda Sagaa, kimbia. Anza.
Kijana, kijana, simama, simama, njoo, njoo, nimekwambia njoo, usiwe na wasiwasi, njoo kijana. Unakimbia nini? Utaumia bure humu, una miiba nini? Unachokimbia nini kama mwenda wazimu? Njoo, nimekwambia. Unasoswa nini? Njoo. Kwa nini unakimbia ovyo? Inuka. Ukoje? Hebu simama wewe. Simama nimekwambia. Hapana. Simama, mimi nakuita, simama. Mzee wangu sijakuona kwa hiyo nasamehe. Nimeshakusamehe, hebu njoo. Simama, nimeshakusamehe. Njoo. Wala usiende chini kwa chini. Simama, nimeshakusamehe. Hebu simama. Ngoja, njoo kijana, njoo. Hebu njoo. Tatizo nini? Mzee samahani. Mzee sikiliza. Ndio. Ukitaka tuongee kiamani, kaa hapa nyuma yangu. Sikiliza kijana, hilo tatizo unalosema ni tatizo, sio tatizo la kuwasumbua. Mzee, kijiji kwetu kuna balaa kubwa, sio dogo. Tatizo hilo kwenu wenyewe kijana, sawa? Na muangalie sana, lakini nalijua na nalifahamu mzee linalowasumbua. Nimeshapoteza marafiki zangu wawili kipenzi. Hata kama wamepotea, amini tatizo mnalo wenyewe pale kijijini. Sasa basi mzee, mimi naomba msaidie kunipeleka mjini. Huwezi kwenda mjini, rudi kijijini, nitawasaidia. Twende ninakotoka. Nilikuwa nakuja kijijini kwenu kwa sababu nimeshalielewa hilo tatizo mnalokimbia nyinyi vijana, hata wewe. Mzee, mikurudi huku tena? Sirudi. Twende, nimekueleza. Mzee, mimi sirudi. Amka kijana, usio na wasiwasi, nitakusaidia. Na ndio maana nakuja kijijini kwenu kwa ajili ya hilo tatizo. Ya, utatusaidia? Utatukomboa? Sana kabisa. Sio tatizo la kuwatisha. Twende. Tunaenda. Twende. Naenda mzee, taratibu. Usinishike. Sasa usio na wasiwasi. Ya nini unakuwa na wasiwasi? Nimekwambia twende. Mzee, twende. Nimekwambia twende, tangulia mbele tu. Tangulia mbele. Twende hivi, twende. Nimekwambia wewe njoo. Mbona una wasiwasi sana? Twende, wewe ndio unakufahamu. Mimi nimeshakwambia nitalisaidia tatizo nitakusaidia. Usikae chini. Una wasiwasi gani? Taratibu tunafika. Nimekwambia tatizo nalifahamu.
Sasa ndugu zangu, mimi nitawasaidia vipi? Mbona mnakimbilia kwangu wakati mimi mwenyewe huko hali imeshakuwa mbaya? Na tatizo hili sio kwenu, hata kwangu mimi. Au mnaona mimi ndo nimefanya hichi kitu hapa kijijini? Sasa kumbe mwenyekiti, tukimbilie watu wakati ndo mwenyekiti. Sasa mimi nitawalisha nini hapa? Wakati si wengine majumbani kwetu unakukaliki kabisa. Hata mimi kwangu pakaliki. Lakini wewe kiongozi, ndugu mwenyekiti, sawa, mimi kiongozi. Angalia na wengine hao wanakuja, mimi nitawasaidia vipi sasa? Ikiwa mimi mwenyewe nataka mimi na nyinyi tusaidiane wote. Kila mtu akae kwake, tatizo likifika tutajulishana, ni nini tufanye, tukutane wote kwa pamoja, tulitatue. Na shangaa na wote mnakimbilia kwangu. Mimi niwasaidie nini sasa ndugu zangu? Lakini mwenyekiti, unaona tukiangalia ramli ili tujue chimbuko hili tatizo lake liko wapi. Tutaendaje sasa? Ndio hapo pa kujadili kati yako na sisi ili tujue jinsi gani ya kwenda huko. Unajua kuna vitu vingine natakiwa tukae tujadili, lakini sasa hivi vichwa vyote vya moto. Sawa jamani? Kwa hiyo kila mtu akae kwake. Swala litakapofikia tutakwenda. Sawa, tutaishi vipi? Sasa mwenyekiti akimbilia wapi kama sio kwako? Lakini mbona hivi? Kwenye ramli ndio. Tutaenda kwa nani? Na tutafikaje huko kwenye ramli? Na hata mnaongea vitu muangalie. Hali yenyewe ndio hii. Utatoka hapa utaenda kijiji cha pili huko kwa kutambaa hivi. Angalia milima hiyo. Tutapandaje? Lakini ndugu mwenyekiti, ilipaswa wewe kama kiongozi ungeenda huko kutizamia ramli, ukitakaporudi utatueleza nini kinachotusumbua hapa kijiji. Mimi unajua mnanishangaza sana. Hivi mimi sina roho? Kama unaona lakini mwenyekiti wewe kuchagua. Mimi nitaendaje? Nitaendaje huko mimi? Bila ushirikiano wote kwa pamoja. Sio navunja moyo. Tatizo mnaliona. Jamani, kichowaleta hapa nini na nyinyi? Siniwaambia kila mtu akae kwake, kama kuna taarifa yote tutajulishana. Tatizo mwenyekiti akukaliki majumbani. Tumeona sasa hapa panakalika jamani, mbona nataka kunitafutia balaa mfie hapa maiti inuke? Lakini wewe si ndio mkubwa wa kijiji hiki? Sawa, mimi mkubwa, kwani mkubwa ndo wapi? Mwenyekiti, mkubwa ndo hana tatizo. Haipasiwa mkali kiasi hicho. Tatizo mwenyekiti nyumbani hapa kaliki. Tumeona kwani kwangu hapa mimi ndio panakalika? Kote matatizo yamesambaa kijiji kizima. Sawa. Lakini mwenyekiti, ndugu mwenyekiti. Damas, mwambie mgeni lala chini bwana. Ndugu mwenyekiti, usiwe na hofu. Huyu ataweza kututatulia matatizo yetu hapa kijijini yote. Lala chini baba. Hapana. Baba lala chini uje huku. Mwenyekiti, huyu mzee kiboko. Alale basi. Mwenyekiti, huyu mzee kiboko. Mzee kiboko mwenyekiti. Sasa. Karibu sana. Mwenyekiti pia jamani. Ndugu zangu, tusikilizane. Hebu nyamazeni. Tusikilizane bwana huyu. Tusikilizane jamani. Jamani, hili tatizo mimi naweza kabisa kulisaidia. Mbona umeshindwa kumsaidia? Lakini kitu kinachonishinda ndugu zangu, hili tatizo limetoka na watu waliotoka mjini. Wamekuja nalo hili tatizo. Kina nani? Unanielewa? Jamani, mnawajua? Labda kuna mtu anawajua? Tena hao vijana tukawafike hawana hata wiki. Siku 2 au 3 ndio wameingia hapa kijijini. Jamani, ajitokeza hapa ndugu zangu. Sawa. Ni mtoto wa mzee Ambonile. Mzee Ambonile? Yule mzee mtoto wa kike yule. Vijana ndio wametoka mjini. Kweli. Sasa ndugu wangu mnaamua. Tuwafuateni. Twendeni huko. Ndio tutatoka wewe. Siliwaambia lakini. Ndio. Sasa nachowaambia. Mwenyewe ndo anafanya mambo hayo. Ndio wako. Twendeni. Ndio. Uko kwa mtambo nini? Tunakwenda wote. Tunakwenda wote. Twendeni.
Hivi kweli kama angekuwa mtoto wa kakaangu anaweza akafanya hivyo kweli hata babake angekufa? Walipo na watu kwa nyumbani pia sio kama wanangu. Hata sielewi. Hatania hawajui kama baba amekufa. Hivi Ameda, kwa nini hutaki tuondoke? Mimi nishakwambia mimi siondoki hapa. Hivi nipe sababu 3 zinazofanya tusiondoke ni nini? Mimi siwezi ngarudia maneno. Nimeshakwambia mimi siondoki. Ina maana unipendi? Tena mengine. Mimi nishakwambia siondoki. Wazazi wangu mimi nitaacha na nani? Kwa nini kwa wewe na wazazi wako wote tunakaa nao? Sio sasa kunioa, lakini saa matatizo. Mimi siondoki, nisema ni siondoki hapa. Sikiliza. Wewe mwenyewe unaona mambo jinsi yalivyokuwa, si ndio bwana? Ni bora tuende zetu, mimi nishachoka na mambo haya. Watoto wewe. Asilali ndani. Lakini ndio banaji ndani. Kumisha kwa hivi kila siku kijiji. Bwana kaka, umeona watoto? Hapo ni yenyewe ndio huyu hapa. Yuko wapi? Huyu hapa huyu kijana huyu. Tena ndio hawa wawili hawa. Kwani vipi tena? Vipi? Unauliza? Ngoja tufike. Wewe kijana. Wewe si ndio Monile? Ndio mimi. Tunaomba utuambie kitu gani ulichofanya mjini huko ulikotoka wakati unakuja huko? Yeye asema. Sijafanya chochote. Bwana. Sawa. Umemwona umzee huyu? Ni mtu mzima na akili zake, sawa? Katoka kijiji cha ngapi kwa sijui, sawa? Kaja kusaidia sisi hapa. Umeona? Inapaswa wewe umwambie ukweli. Sasa wewe sema ukweli gani? Mtu anakuambia hamna kitu chochote. Kuna kitu mmefanya huko mjini. Naomba mtuambie. Sema ni kitu gani? Wewe ndio utakao useme nini? Nyinyi ndio mmefanya haya matatizo. Kwa nini unapowaambia watu eleze nini? Tumefanya kitu gani sasa? Wewe ni mtu mkubwa na kusimama. Ukumbuke hili tatizo ni kubwa. Mzee na kuheshimu. Hapa kijiji limeshakuwa na matatizo makubwa sana. Unasikia? Tunaishi sana mzee wangu. Hicho kitu mlichofanya naomba msieleze. Wewe usipende kunipandishia mimi nakueleza. Kwanza ondokeni, haina haja. Hakuna. Unamsaidia nani? Amboni, tafadhali tumekuja hapo utueleze kitu gani ambacho ulichokitenda mjini. Ni kweli asemi. Mwambie bwana, tunateseka. Hivi jamani, niwaambie nini ili muweze kunielewa jamani? Hakuna kitu, hakuna. Hakuna kitu mwenye, angalia hii hali inapotokea. Msababishaji mkubwa ni wewe. Na bado anatuficha, tueleze ukweli bwana. Angalia kama kakufia mtu mbele yako. Sasa mimi nifanye nini? Tunapata shida jamani, kani ya mkuani wenzenu, hebu semeni mmefanya nini kwa mjini? Tunataka kulima. Tulieni basi niaiseni. Tulipoenda mjini, kwenda makumbusho, kuna kitu ambacho nilichukua kule
Ndio kile ambacho nilikwambia nitakupa zawadi. Lakini kilipotea tu, sijui kilipotea vipi.